Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku alikuwa amekaa na sahaba zake, pembeni alikuwa mtoto amekaa. Bwana Mtume alikuwa na kinywaji anakunywa. Sasa wakati anataka kukigawa kinywaji kile kwa sahaba zake, sahaba wakubwa wazee walikuwa kushoto kwake Mtume, kulia alikuwa kijana mdogo. Hadithi zinatuambia hivyo. Mtume akauliza, kumuuliza ule mtoto, maana Mtume kanuni inamwambia al-ayman fal-ayman, kana yu'jibuhu at-tayammunu fi amrihi kulli. Mtume anapenda kulia. Sasa ili kinywaji atoe kumpa mtu, ampe aliye kulia, lakini kulia yupo nani? Mtoto. Wazee wako kushoto. Sasa akisema anawapa wazee, amevunja kanuni yake ya kulia, amerudi kushoto, na yeye alikuwa anapenda kulia, aliamini. Sasa Mtume akarudi kwa mtoto akamwambia, ya ghulam, atadhanu liya an u'tiya haula'i al-ashyakh ash-shuyukh, unanipa ruhusa kijana nianze kuwapa hawa wazee? Nipe ruhusa, naomba. Mtume anaomba ruhusa kwa mtoto, kwa sababu hii ni hadhi, nasibu, sehemu yake hii. Lakini sasa isije kwake, iende kwa wazee. Na yule kijana akasema, ya Rasulullah, lan uthira binasibi ahadan min rasulillah, sehemu inayotoka kwa Mtume nimpe mtu, simpi mtu yoyote hata kama mzee, naomba mimi sehemu yangu ya Rasul. Na huyo mtoto amejifunza mengi tena kutoka kwa Mtume, anakaa na wazee, anasema hawai mtu yoyote kunichukulia sehemu ambayo inatoka kwa Mtume ati nimwache yeye kwa sababu ni mzee. Hapana, nipe mimi ya Rasulullah. Sawa, basi wazee mtanisame, kijana haki yake akapewa kabisa. Wanasema shurahul hadith baadhi ya kwamba huyu kijana alikuwa Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas tunamjuaje sisi Waislamu? Pamoja na elimu zote, na ndio maana kapata dua, Allahumma faqihu fi din. Kapata dua kwa sababu ya kukaa na wazee, kukaa na watu wazima, hekima akazidondoa. Ameondoka pale, ni mtu anategemewa, bali katika Uislamu anaitwa habrul umma, mwanachuoni wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam.